sauti ya maajabu yasikika hapa. Halo mpenzi mtazamaji, leo nataka nikufundishe mambo makubwa matatu ambayo yatakusaidia kwanza kupiga hatua kwenye eneo lako la uimbaji, na nikukumbushe kwamba kama wewe ni mwimbaji ni lazima sana kujifunza sauti na kujifunza mambo muhimu kwenye eneo lako la uimbaji. Usipofanya hivyo, badala ya kusogea mbele utaishia hapo hapo au utashuka chini kila siku inavyoitwa leo. Sasa leo nataka nikupe mbinu ambazo ukizitumia kila itwapo leo utakuwa ni mtu wa kubadilika. Maana yake yule aliyekusikia miezi miwili iliyopita atakapokusikia leo atasema hivi, ni huyu au ni mwingine? Kwa nini? Ataona mabadiliko makubwa sana na viwango vingine sana vimebadilika kwenye huduma yako. Hauwezi kuvuna chochote kwenye huduma yako kama hauwezi kuinvesti kwenye kujifunza na kuvumbua mambo mapya kwenye kile ambacho Mungu amekupa. Ni kweli kabisa huduma Mungu amekupa, ni kweli iko kipaji unacho, lakini usipokipalilia na kukitengeneza hakiwezi kukuletea faida. Ndio maana kwenye methali wanasema kwamba kipaji cha mtu kila kigeukapo mtu hufanikiwa. Pale kinapogeuka ndipo mtu anafanikiwa. Kisipogeuka utaishia kuwa wa kawaida. Sasa nifuatilie leo, nitakufundisha mambo matatu tu ambayo yatakusaidia kubadilisha mfumo wako wa sauti kila siku na utajikuta wewe ni mtu mwingine kabisa. Jambo la kwanza la kuzingatia ni lazima utafute kocha. Kocha na maanisha ni mwalimu ambaye atakuwa anakufuatilia kila wakati na kukufundisha kila hatua ambayo unatamani kuiendea. Hii ni jambo muhimu sana kwa sababu sio kila mtu anaweza akakufundisha na kukufanya wewe upige hatua na kuyafikia hasa malengo yako. Kocha huyu utamueleza wazi unataka ufikie malengo yapi, mafanikio yapi kwenye eneo la uimbaji, na yeye atachukua hatua ya kukuelekeza hatua kwa hatua na kukufuatilia kuhakikisha kwamba unapiga hatua kwenye eneo lako la sauti au eneo lako la uimbaji. Fanya hivyo, itakusaidia kubadilika. Na eneo la pili, lazima utafute mtu anaitwa role model. Role model ni mtu ambaye unatamani kufanya kama yeye, au ana vitu vingi vya kukufundisha na vitu vingi ambavyo unatamani wewe uapply. Kwa hiyo yule mtu msikilize kila mara, sikiliza namna anavyofanya huduma, fuatilia namna anavyoweza kutoa sauti, fuatilie, jifunze kutoka kwake na mshirikishe kocha wako juu ya yule mtu, na kocha wako atakuwa na maarifa zaidi ya kukusaidia kupiga hatua siku hata siku. Na usisikilize kila nyimbo. Ndio maana tunakushauri uchague role model. Kwa hiyo chagua role model mmoja ambaye unampenda, lakini tafuta watu ambao wanafanana naye kidogo. Ambatanisha hao, ndio tenga muda wako kusikiliza. Usisikilize kila kitu. Wewe ni mwimbaji ambaye unafanya worship experience, afu unasikiliza sengeli, unasikiliza yaani unakuwa una vurugu kwenye usikilizaji. Mwisho wa siku mindset yako haiwezi tulia na kuconcentrate kwenye kile ambacho unatamani kikuletee matokeo. Kwa lengo la role model, lazima utafute role model ambaye anafanana na kile ambacho kipo ndani yako, na namna ambavyo anaitoa sauti yake unatamani ufate baadhi ya vitu, jifunze baadhi ya vitu kwake. Hiyo itakusaidia. Namba 3, ni lazima uweke mfululizo katika kujifunza. Yani lazima uweke program maalum, program ambayo itakuongoza kujifunza. Usijifunze tu kwa sababu leo nina mudi wa kujifunza. Usijifunze kwa sababu leo nina nafasi. Hapana, usifanye hivyo. Weka program endelevu kwamba kila Jumatatu, kila Alhamisi na kila Jumamosi nitafanya hiki kitu, na hiyo kitu inakuwa consistent kwako kila siku, kila wiki na kila mwezi. Sio tu leo ndio nimepata nafasi, leo ndio. Hapana, ukiwa mtu wa namna hiyo maana yake utakuwa hauna utaratibu na kukua kwako kutakuwa hakuna utaratibu. Kwa lazima uweke program maalum na mentor wako aijue, kocha wako aijue, ili ajue anapokusaidia na kusaidia katika namna gani na kukusaidia katika mfumo gani. Kwa hiyo lazima uweke ratiba ambayo itakuwa consistent kila wiki, kila siku. Kama ni kila siku, basi weka masaa ambayo
kila hayo masaa utafanya hiko kitu. Kama ni kila wiki, tenga siku zako 3, siku zako 2, siku yako 1 ambayo unahakikisha hiyo siku ni siku ya kuupdate uwezo wako wa ndani. Nikukumbushe kwamba ni kweli una kipawa, ni kweli una kipaji, ni kweli una uwezo, lakini usipo investi kwenye kujifunza na kufata utaratibu katika kujifunza, hauwezi kuona hatua kwenye kile ambacho unakifanya. Nikukaribishe kuendelea kujifunza masomo haya na imani umebarikiwa, na kama una kitu ambacho unatamani nikufundishe zaidi, weka hapo kwenye comment. Weka kwenye comment. Kwa majina yangu naitwa Best Mwingila, ni vocal coach, nafundisha sauti, lakini ni producer wa music, gospel music. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kunifuata WhatsApp, ukaandika namba yangu ya WhatsApp hapo ukanifuata. Nina uwezo wa kukusaidia zaidi na zaidi na zaidi. Mungu akubariki sana. Be blessed.